natafuta uso wake Mungu Baba. Amebarikiwa natafuta uso wake Mungu Baba. Amebarikiwa natafuta uso wake Mungu Baba. Uso wake Mungu Baba. Uso wake Mungu Baba. Wake Mungu Baba. Uso 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 wake Mungu Baba. Ameinuliwa natafuta uso wake Mungu Baba. Amebarikiwa natafuta uso wake Mungu Baba. Amebarikiwa natafuta uso wake Mungu Baba. Amebarikiwa natafuta uso wake Mungu Baba. 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 Umeinuliwa juu. Umeinuliwa juu. Umeinuliwa juu. Umeinuliwa juu. Umeinuliwa juu. Umeinuliwa juu. Sana umeinuliwa juu. Umeinuliwa juu. Umeinuliwa juu. Umeinuliwa juu. Sana umeinuliwa juu. Umeinuliwa juu. Umeinuliwa juu. Umeinuliwa juu. Sana umeinuliwa juu. Umeinuliwa juu. Umeinuliwa juu. Sio umeinuliwa. Umeinuliwa
Yes, I do want to yes, I do want to yes, I do want to unaweza, unaweza, katika ibada Yesu ni unaweza, katika ibada ni Bwana kiongozi wetu Bwana, kiongozi wetu siku ya leo Bwana, kiongozi wetu siku ya leo Yesu, katika tuongoze ni sabina Bwana, katika tuongoze ni sabina Bwana, na baraka na ushindi, hakuna Bwana, tukabidhi nafasi Bwana, tuandike damu yako Yesu Kristo, Bwana unaweza
nguvu zote za wachawi, nguvu za wachawi, nguvu za wachawi, nguvu za waganga, nguvu za waganga, nguvu za wachawi, nguvu za wachawi. Katika jina la Yesu, uponyaji wetu, karibu network zao na satellite zao zote, usiharibu katika jina la Yesu Kristo. Destroy every network, destroy every power, destroy every move, every move. Jina la Yesu, tunaharibu mipango yao katika jina la Yesu, tunaharibu mipango yao katika jina la Yesu, tunaharibu plani zao katika jina la Yesu, ambayo tumenyenya kwa ajili ya ibada, tunaharibu katika jina la Yesu. Jina la Yesu. Shike mkono Bwana, shike mkono, shike mkono Bwana, shike mkono. Nakamata wachawi wote, nakamata waizi, nakamata mailiati, nakamata waganga katika jina la Yesu. Nakamata wapazao, nakamata anga yenu, nakamata njia zenu na mipango yenu, masentimenti yenu, communication zote nazikamata in the mighty name of Jesus Christ. Natangaza madhabahu haya, nachuria malaika Rafael na Gabriel. I bless and I bless and I anoint about the mighty name of Jesus Christ against every evil, every spirit of witchcraft. Now you have been spoken to, and they have raised against you, and they have raised against your work, and they have raised against your commission. The mighty name of Jesus Christ, I destroy all the powers of darkness. I destroy all the powers of the darkness. I destroy every spirit of witchcraft. I destroy and I speak to you that today, from today, anyone rising against you will be consumed by the Holy Ghost fire. Will be consumed by the Holy Ghost fire. No weapon fashioned against the children of God. Every plan against the children of God will not succeed. Every plan against you altar, every evil plan against you altar, but something will ever be. Never shake you. The mighty name of Jesus. Whoever that will raise against you, whoever that will sharpen and make witchcraft here, will be consumed by the Holy Ghost fire. I declare and decree the power of the blood of Jesus. Oh, yes, we be consumed. The mighty name of Jesus. Shike mkono
Yes.
watoto wako, wainue watoto wako, wapiganie watoto wako, waonyeshe kwamba ni wewe ukomani, waonyeshe kwamba nguvu zako zinatumika, waonyeshe mamlaka ni yako, waonyeshe maendeleo ni yako, waonyeshe upendo wako, wakumbuke njia zao zote, kumbuka misingi yao, tunakumbuka ilikana sinaishi, ilikana ilikana wewe, ilikana Bwana Yesu, tuko hapa twakupa sifa. Bwana Yesu, tuko hapa Bwana Yesu, tuko hapa twakuinua. Bwana Yesu, tuko hapa Bwana Yesu, tuko hapa Bwana Yesu, tumwabudu Yesu, tumwabudu Yesu, tumwabudu maana yuko hapa, tumwabudu huyo Mungu, huyo Mungu wa Mungu anasema siku ya leo, anasema amesikia kwamba amekuja yeye mwenyewe. Mwabudu huyu, mwabudu tu, siku ya leo tuko hapa tukuabudu. Bwana Yesu, tuko hapa Bwana Yesu, naimbia Yesu anayenipigania. Naimbia Yesu anayenipigania. Naimbia Yesu anayenipigania. Nainua Yesu anayenipigania. Sisi wana wako tunakulilia, angalia Bwana, angalia Bwana. Sisi wana wako tunakuinua, angalia Bwana, angalia Bwana. Sisi wana wako tunakulilia, angalia Bwana, angalia Bwana. Sisi wana wako tuko mbele zako, shughulika Bwana, angalia 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 Bwana, kuabudu, angalia Bwana, angalia Angalia Bwana,
Utaweza mashaya terikaka. Nakamata anga za wachawi. Ninakamata anga za warogi. Ninakamata anga za rimakai terikuza. Shukutara baba yetu kwenye barabara ya Lusaka na kamata anga zao. Kwenye barabara ya Lusaka na kamata anga zao. Kwenye jogoro di golima zake terikuza ya. Orina kanteribubu. Atarantis rodi bubuli mutaya. Tarabarira. Atarabushiriki ribuli bubuli mumuzaya. Atarantis rodi bubuli mushiki terikuza. Autaringi rodi bubuli na izirikiri. Atamika rodi bubuzaya bubuli terikuza. Mombasa rodi na kiguli na kiambuli wa Shaya. Soboroli yarunga irebekaya yareba bozaya. Mombasarina ikarabosa ikareboshirire. Nakamatanga zote ikaikarababaresa. Akaza mkuwa ikarabosaya. Ori mama reke. Nakamata anga ya Jezebeli karina ezerebusha. Nakamata anga ya Queen of Heaven kaikurumuza yari. Nakamata anga I cancel every accident, I cancel every poverty, I cancel every stagnation, I cancel every poverty. Watoto hawa wabarikiwe kaisana, watoto hawa wakubalike baba sekirere. Ya heaven, ifunguke kwao heaven, ifunguke kwao heaven, ifunguke kwao kaisana. Baba ni asante leo, asante kwa kutukuza. Twalihimidi jina lako. Hakuna Mungu mwingine kama wewe, hakuna aliye na uwezo kwako kama wewe Jehova. Wewe uliumba mbingu na ukoumba dunia. Milima na mabonde zote ni zako, mito na mabahari zote ni zako, ndege za nyumbani na waangani zote ni zako, wanyama wa nyumbani na wa kule porini wote ni wako. Vyote viumbe vyote vilivyo katika uso wa dunia ni vyako. Malaika mamilioni, makerubi na maserubi na mwanao Yesu wote ni wako, wanakuabudu. Tunaunganika pamoja na makerubi na maserubi, tunaunganika pamoja na malaika, tunaunganika pamoja na Yesu, tunaunganika pamoja na Roho Mtakatifu. Tunakuabudu Baba, kwa maana wewe ni Mungu. Wewe ndio uliumba mbingu na ukaumba dunia. Vyote Baba vinakuabudu. Twasujudu mbele zako, twanyenyekea mbele zako. Twauliza Baba ukatuongoze, tupatie mwongozo wa leo, tupatie mwongozo wa leo, tupatie mwongozo katika familia zetu, katika kanisa tupatie mwongozo. Tutakarina za bashanta. Hatutoki hapa Baba mpaka ukatubariki, hatutoki hapa Baba mpaka ukatubariki. Reka yantara Baba Zaya, ulikuwa na Yakobo ukambariki, ulikuwa na Isaka ukambariki, ulikuwa na Abrahamu ukambariki, ulikuwa na Paulo na Sila ukawabariki, ulikuwa na watumishi wako Baba ukawabariki. Kumbuka watoto wako siku ya leo, kumbuka wao watoto siku ya leo, kumbuka hao watoto siku ya leo. Wafungulie mbingu yako Baba, mbingu yako na ikafunguke kwao, mbingu yako na ikafunguke kwao, mbingu yako na ikafunguke kwao. Reba kayanto linaka resa yantara babarina ezerekaya rinai kontori mazaishen terikaya rikantoko uzaya ribosheri abobo ondaya zabarina. Kumbuka jaba barina kae rekererebori ya zayanta. Ninakamata anga za wachawi, ninakamata anga za warogi, ninakamata wale wanakuja kuharibu madhabahu wote, nakamata. Ninaakisha moto kwenye madhabahu haya. Yeyote atakaye jaribu kuleta uchawi, yeyote atakaye jaribu kuleta najisi kwenye madhabahu haya, na akateketee, na akaangamie, na akasabaratike katika jina la Yesu Kristo. Una uwezo Baba, unafanyanga venye unataka. Tumekuja mikononi mwako, tushike mkono, tushike mkono. In Jesus' name we do pray. Hallelujah. Put your hand together for Jesus Christ. As we sit down, for the I don't know whether it's teachers or who it is. Yes, let's go as the Holy Spirit will guide us. I really pray with you. Let us allow always the Holy Spirit to guide us. This is a church led by the Holy Spirit. And
As I was praying, hallelujah, as I was praying, God just confirmed to me um, that there is a team, there is this force coming from the oceans. Hallelujah. I wish somebody can make this sound proper. There is a force. This force is coming from the sea, the Indian Ocean. Hallelujah. Hallelujah. It is from the Indian Ocean. And their aim, they are moving all over, destroying the altars of God. And they're not using people from outside the altar, but inside the altar. They're not using people from outside. And their mission is to make sure their target this month, next month, and the month of September, they'll be targeting men and women of God. It is the spirit of Jezebel, and their motivation is to destroy the altar. The month of August, it is the month of God that He's officially inaugurating the revival. The revival will be officially inaugurated in Kenya in the month of August. That was the reason why COVID came. COVID is officially going to be out of the face of the earth in 2 months' time. Hallelujah. Because they have been defeated. And that's why now they are targeting men and the women of God. There is a chosen group of men and the women of God that have been prepared for the revival. As the Bible tells you, you run away from the busybodies. That is in the book of, which book is that? Yeah? Thessalonians. Can I have, let me read it. Can I have my Bible? Alex, I will steal some few minutes from you, but don't worry. We want to extend. We will extend some. I know you're a very good teacher, and teachers are very, very punctual. But when God speaks, it is important to go with. Thessaloniki? Is it before Timothy or after Timothy? Yeah? Before Timothy. Good. Anita went to school before us. They know I need some sound. Which verse? Chapter 2? Chapter 3? From verse? Yes, it is an encouragement that was to the people of Thessalonica. Prepare, we'll be going to Israel the soonest possible. Prepare your passports and prepare some 200,000 shillings. Hallelujah. Start preparing, keep somewhere, open an account, keep somewhere. We are going to the journey that Paul went through Thessaloniki, Macedonia, all through. Then we'll be visiting Israel, and we'll be going to Jordan, all over. Just prepare. Keep your money, one boy. Keep your passport. I know you don't have a passport, but keep it in mind. You need a passport. Everyone here need a passport. But don't you meskia? You need a passport. You need? Everyone here. I will not want to have if you are a member of this church and you don't have a passport, you don't belong here. I will just equate you like a quack who does not have an international plan.
When you have a passport, you will be having an international plan in your mind. I'm not dealing with the locals. Mimi sifanyi na watu wa Geshagi. I'm dealing with international people, because we'll be having a crusade in Dar es Salaam. We'll be having a crusade in Lusaka. We'll be having a crusade in Blantyre. We'll be having a crusade in Durban. We'll be having a crusade in Lagos, Nigeria. We'll be having a crusade in Denmark. We'll be having a crusade in New York. Now, will you be traveling with your ID? Will you be traveling with a local mind? So prepare with an international mind, mister. You'll be traveling, but I don't know when, but you'll be traveling out of the country. I don't know when. I have 3 people this month will receive a surprise, an international surprise. 3 people in this church. Dennis, if you cannot give me nice voice, just walk out of that place. I need some volume. It was verse what? Verse 6. But now that Timothy has come to us from you, and brought us good news of your faith and love. It must be good news of faith. So you must have faith that you are going to Israel, and we must have love. If you are in this church and you have somebody you cannot talk to, you don't belong to this church. You will be expelled. I'm giving you 3 good weeks. Nobody will chase you, but you will disappear. You will find no peace in this church. And I declare it from today that whoever that has an enemy in this church to have no peace completely in this church, that they will try to come and they will not be able to come to this church. I decree and I declare in Jesus' name that you must be in love. You must love your brother. You must love your sister. Hallelujah. For us to conquer. For us to conquer. You know what? Somebody asked me, or somebody requested me of, there are 2 or 3 people who left this church, and somebody was asking me, why can't you call them back? What if their time expired? Will I still call them back? This is a journey. And the journey, we have long distance and short distance runners. There are ones who are supposed to build the foundation. There are some others who are supposed to build the upper side. There are those who are supposed to put the roof. And there are those who are supposed to bring people inside. Moses, the role of Moses was to build the tent for God. Hallelujah. The role of Moses was to prepare the tent. Hallelujah. When Moses was calling people, he prepared them for the glory of God. But who was to take them? Who was to take people inside the tent? Moses built the tent. But who was to put people into the tent? It is Joshua. It is Joshua that took the people where they belong. Hallelujah. So if you see or find somebody easy not here, this is a church that is led and guided by the Holy Spirit. I will not have favor to anyone because I have no power over that. I only want to work with the people that God has brought to me. If Christian, God brought you to me, I would work with you comfortably and rightly. But if God decides to take you somewhere for another role somewhere, I don't have an option but to release you. I cannot stick to anybody. I cannot bind anybody in this church that you remain here so that I'll be seeing you. And maybe you are being prepared to go to Nigeria to go and preach.
Maybe somebody is sick in Meru, you're supposed to go there and preach for that person. Maybe there is a generation waiting for you. Let us be led and be guided by the Spirit of God. So if somebody goes, let me tell you one thing. The people who will go and who have been going, there are people who have tried to go into a prayer of destroying others. Hallelujah. The people you see that have left, they were into a prayer of destroying or killing others. That is why God has removed them. There will be no room for such kind of characters. There will be no room. If you plan or you hatch a plan against a member of this church, God plucks you. You'll never see yourself again. And wait, see, you wait, just wait. We are launching officially Crusaders for Christ in the month of August. There will be bombardment of things. Oh, waboy, prepare. Wacha hivyo najifanyanga busy. Prepare. Door to door. Beatrice. Door to door. No fellowship now. Kwa kina Anita na wengine. No fellowship. Door to door. Team Tikiza. Team Tikiza Binguni. We need souls. The Bible says, even if you went to pray for a sick person, in heaven nobody recognizes that. But when you bring a soul, the heaven is tikisad. Hallelujah. Hallelujah. What does that tell you? Let's go for the right job. Don't go for the wrong job. The right job is to tikisa binguni. Twenyenye binguni, tutikize binguni itikike. Every single day we must be getting a soul. Every single day of your living, you must recover a soul for God. Make heaven celebrate every moment. Let heaven celebrate every move, every time, every second, every minute, every hour. Let there be celebration in heaven. And the celebration are only brought by souls recovered. So we have started evangelism. Hallelujah. Mamboy, get into evangelism. Buju, that is why you shaved. Into evangelism. The past has gone. The reproach of Egypt has gone. The church is officially given a mandate from heaven. Let's go now. Anita, you know your role is evangelism. Wacha sarakasi za hapa. Achia yule. Huyu ndiye anajua sarakasi za hapa. Hallelujah. Nataka kusikia souls. Nitaprint t-shirt kesho. Kesho we'll be having everybody evangelists. Waimbaji na evangelist, I need them tomorrow. I'll get you t-shirts, I'll get you caps, I'll get you my jeans. Kuingia hapa, mtaa kuingia all over. Souls. We need souls now. Hatutaki wale watu wanahama kutoka kanisa wanakuja hapa. No, we don't need them now. Hao wamefika mwisho. We need souls. Mtu hajui kufungua Biblia, anaangaliaga, anaendaka hapa kwanza kuangalia hiyo kitabu iko wapi. Those are the people I want to deal with. Wanyabura noigwa. Those are the people we must deal. I was training trainers. And the chapter grace ya training trainers imefika mwisho. Bwana Yesu asifiwe sana. The grace ya training trainers Alice imefika mwisho, imeisha. Sasa ukiona ningekwambia wewe chukua bagi yako, kanyaga huko, because you don't belong here. You are untrainable. Na hakuna haja tuende na wewe sasa kwa sababu utatuzubua. Toka. Tunataka Beatrice, tunataka nani, tuingie hapa. Tukiingia hapa tunakuja na watu 5. Tukienda pale tunakuja na watu 5. Tunakuja huko tunangangania. Unajua tumekuwa tukipigana makanisani. Yet there are people dying outside there. Tunangangania position. Generals are known in the field. Wakilaruana marisasi. Si kwa round table ati sasa wewe kuwa general, wewe kuwa lieutenant, wewe kuwa commander. Igia chukua buduki, igia kwa kichaka pigana. Venye utatoboa hivyo ndivyo utakuwa general. Mageneral wajulikane sasa. Now, wacha nikwambie. If you fail to bring a soul in this church,
go to where you belong. If you fail to bring a soul in this church, go to where you belong. Watu ndio umesikia? If you belong to Winners Chapel, go there. If you belong to Catholic, go there. I don't want quacks. I want tunaingia kichaka. Kanyi? Tunaingia wapi? Kichaka. Sitaki idols hapa. Sitaki quacks hapa. If you cannot bring a soul, you are not worthy to live in this world. Mutiotare mashiaro nego temote magogateo. Yesu mwenyewe alikuja akaona mti, akiona kwa bali alikuwa na jaa, akaona ule mti akafikiria ni matunda. Kufika huko akapata mti hakuna kitu. Alifanya nini? Sasa mimi ni nani nzilani? Mimi ni mfuasi wa Yesu. Kama hauna matunda unafanya nini na mimi? Mimi nilianzisha huduma. That's why you are here. Si ndio? Then kama hautazaa, you don't need to be here. Because there are people dying outside there. There are people in Chang'aa dens. There are people who are being killed by police because they are thieves. There are people who are dying in jail. There are people who are suffering in sicknesses. Na mnauana hapa mkingangania atenenie If you cannot bring a soul here, tukae na wewe wiki mbili haujaleta soul, aki nitakukanyagisha nje. Usijali. Ukiona nimekwambia chukua kibeti yako, that is because sitaki kukuestia time yako. I want soldiers. I want soldiers. I want soldiers. That is all what we need to get to here. This is a ministry for soldiers, not ministry for catechists. Na ule wanaitagwa nini? Ni wa catechists na ule wa sister. Wale tomadhea, wale wadadaka hivi. Nas, nuns. Sisi si wa nani. Hapana, ni masoja. Vaa gambuti, vaa apron, tuingie huko. Umesikia Kanyi? Karo umesikia? Huko. If hakuna mtu unalete hapa, toka. Toka kabisa. Wewe ndio unasumbua kanisa. Umesikia kitu? Usitusuburie kanisa. Kwa sababu an idle mind is, if you are not doing something, it's because you are idle. Buju, ingia mkuru. Wale wapenda shada wote na wataka hapa. Ukiona mtu ako na bunduki mniletee, nitapochukua bunduki napatia serikali, tunamrekebisha na mpatia Bible. Una exchange bunduki na Bible. Mtu hana kazi, kuja tumuombee, tumusaidie, tumuonyeshe kazi ya kufanya. Mtu mgonjwa mulete, tuombee aokoke, aendelee na safari. Lakini sio tukale refu atanioa. Refu atanioa. Nani alikwambia niko na haja ya kuoa? Kwenda huko na hiyo ndoa zako. Pata habari, mimi nataka souls. I told God I want 10. Nilikuwa na mungeke 4 million. Nilikuwa na mungeke ngapi? Nataka 10 million souls. That's what I told God. 10 million souls. Na jana imeanza TV ndio ile. Zoom huko. Waone hata wale wako nyumbani. TV ndio ile. Unafungulia kwako, unaangalia. Sasa wale wako nyumbani wanatuona. Koki. Aiwa koki. Saturday hii inakuja, wazee wakuja tuwapatie chakula. Saturday. Mkae chini na Sara, mpage, na anaitwa Karo. Mpage. Hiyo ni kazi ya watu watatu, wewe, Karo, Sara na Koki. Saturday. Na wakuje wapimwe pressure, wapimwe sukari, wapimwe macho. Si ndio? Na muleta chakula tuwapatie waende nyumbani kama wameshiba. Bwana Yesu asifiwe sana. Ilikuwa inasema nini? Therefore, brethren, in all our afflictions and distress, we were comforted concerning you by your faith. For now we live, if you stand fast in the Lord. For that
For what thanks can we render to God? Ni kweli eh? Wewe unatupatia vitu zako eh. Nilisema tu it is second Thessalonian eh? Thessalo the second chapter 6. But we command you, brethren, in the name of our Lord Jesus Christ, that you withdraw from every brother who walks disorderly. Second Thessalonian chapter 3 verse 6. But we command you, brethren, in the name of our Lord Jesus Christ, that you withdraw from every brother who walks disorderly and not according to the tradition which he received from us. For you yourself know how you ought to follow us. For we were not disorderly among you, nor did we eat anyone's bread free of charge. But we worked with labor and toil night and day, that we might not be a burden to any of you. Not because we do not have authority, but to make ourselves an example of how you should follow us. That is why mnaonanga niko na workshop hapa. Because sitaki kusema nianze kuambia miujiza hapa pokea muujiza ndio munipatie chakula. I know how I have the authority kukula pesa yenu. Lakini I want to toil. I want to work, Mr. Geto, so that I don't burden you. I want you to seek God with a fresh mind. Upatiene sacrifice, upatiene ile kitu inapatikana unafaa kufanya. Do your job. Get a job to do. Get a connection. Evangelism is a job. Mission is a job. Nataka kusikia watu wako Bugoma. Nataka kusikia watu wako Murang'a, Kataga. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka kusikia watu wako Ukabani, uko Kadhiani. Nataka kusikia watu wako kwa Masai uko Dani wakifanya kazi. We have the money. Hiyo iko Mungu wetu ni tajiri, atakupatia tikiti, atakupatia kila kitu. Na ukienda huko utakuta unaongojewa. When you do the right job, they will be waiting for you. That we might not be a burden. Not because, number 10, for even when we were with you, we commanded you this. If anyone will not work, neither shall he eat. For we hear that there are some who walk among you in disorderly manner, not working at all, but are busy bodies. Are they what? Busy? And they are always busy. Wanakuwaga busy na maono mingi na ndoto nyingi na nini, roho amesema, roho amekwenda. They are just busy bodies in your life. Get rid of them. It's the Bible. It's not what we say. Don't allow Beatrice to walk with a busybody in your life. You have a role. Kulinda ndo giriko Beatrice magwetereire. You attach mahonoke. Kiugo gia tu urekererio kwaria ciugo ithatu uko na imundo ni cia honoka. Kule ogekiriro bonga point. Magwetereire koki. There are people. Don't be a busybody. Don't be a busybody. Ati kila siku unaonekana unakimbia but doing nothing. Hallelujah. For we here, number 12, now those who are such we command and exhort through our Lord Jesus Christ that they may work in quietness and eat their own bread. Ukiona watu wamekusaraud, chomoka pole pole ndio kakule kamkate kako na hapo. Pole pole badala kushia mkate yako na busybody. Walk in quietness. Pole pole. Naigwa Beatrice. Kula kamkate kako pole pole. Akikuja anakuambia neema inatosha. Tehotetele umuno. Mwambie neema inatosha. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna watu wananikasirikia, wananiangalia vibaya. But as for you, brethren, do not grow weary in doing good.
And if anyone does not obey our word in this epistle, note that person and do not keep company with him, that he may be ashamed. Yet do not count him as an enemy, but admonish him as a brother. Usimchukulie kama enemy, lakini mwambie tu atembee ina brotherly kutembea. Mwambie tu admonish him. Mzungumzie kama brother na umwambie whatever you are doing, you don't belong here. Go where you belong. Bwana Yesu asifiwe sana. Therefore, as I was telling you earlier, brace for a rigorous move that is happening. Will start from now. It is a rigorous move. So prepare going out there. Prepare winning souls. It is about now winning souls. Nothing more, nothing less. Alice, take over. Praise God. Hallelujah. Wakati mwingine tunaenda kujifunza kile Bwana amekusudia tukaweze kujifunza siku ya leo. Last Sunday tulikuwa tunajifunza kuhusu, tulisahau, leo tunaenda to hold on faith. Tukashikilia imani. Acheni tuamini. Baba, katika jina la Yesu Kristo, mfalme wa wafalme, Jehova Bwana, asubuhi njema Mungu ishie milele, tunanyenyekea miguuni pako mfalme. Twasema ni asante Ebeneza kwa wema wako na fadhili zako Jehova Bwana. Asante ni kwa sababu ya neno lako asubuhi ya leo ambalo unaenda kutunenea siku hii ya leo mfalme. Bwana tukuomba utusaidie likaweze kupenya katika mioyo yetu ili tukaweze kukutumikia na tukaweze kukaa jinsi unavyotaka Masia. Asante ni kwa sababu wewe ni Mungu, na ni katika jina la Yesu tuomba na kuamini. Amen. Tunaenda kushikilia imani. Haleluya. Katika hii maisha ni vizuri kujifunza kuwa na imani. Praise God. Na neno linatuambia ya kwamba tukaweze kushikilia imani. When you hear the word faith, what do you think of? Unafikiria nini wakati unasikia imani? Neno imani linapotajwa unasikiaje ama unalishukuliaje? Katika maisha ya Kikristo kusikia neno imani unalishika aje? Wacha nikupatie mfano about faith. Wakati umekalia hicho kiti, unapoenda kukalia kiti, si uko na imani ya kwamba hicho kiti hakitakuangusha? Wewe ukikuta kiti, wewe una imani ya kwamba naenda kukalia hicho kiti. So uko na that faith ya kwamba sitaangushwa na hicho kiti. Praise God. So ni vizuri kuwa na that faith katika mambo yote, katika maisha yetu tukaweze kushika imani, kujifunza kukaa katika imani. Being sure of what you are hoping for, that's faith. Being certain of what you don't see or experience, that is faith. Yet the Bible defines faith as the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Katika Hebrews 11 verse 1. Imani, tunaamini mambo ambayo hatujayaona na macho. So faith ni kuamini kitu ambacho haujakiona, ama umeahidiwa kitu ama jambo unaliamini litatendeka, ama umeahidiwa jambo ama chochote umeahidiwa, unaamini ya kwamba fulani ataniletea kwa sababu alikuahidi. So uko na that faith ya kwamba hata kufail, hata kuangusha. So ni vizuri kushikilia imani katika maisha ya Kikristo. Praise God. Without faith, it's impossible to please God.
na tumekuwa tukisikia kutoka maandiko matakatifu ya kwamba kutokuwa na imani hatuwezi tukamfurahisha Mungu. So ni vizuri kuwa na imani katika mambo yote. Katika hii safari ya Kikristo tukaweze kuwa na imani. Praise God. Kama sasa tumeambiwa ni kwenda door to door. Utaenda door to door kuwin soul without faith. Utakuwa na doubt ya kwamba so nikienda kwa ule atakumbali kulisikia neno la Mungu ambalo nampelekea. So it's upon you kuwa na imani ya kwamba utakapoingia mahali utaingia kulihubiri neno la Mungu ama kuambia mtu habari njema ambayo ni ya Bwana Yesu, utakuwa na imani ya kwamba atalisikia na atalipokea na atamkubali Yesu. So katika hii safari ya kwenda evangelism lazima tuwe na hope, na faith. So katika hii safari ya kwenda kuwin souls lazima tuwe na faith. Kwa sababu bila hiyo faith hatutamfurahisha Mungu. Praise God. Why is faith necessary? Because without it we cannot praise God. Hebrews 11:6. It said, but without faith it is impossible to please him, for he who comes to God must believe that he is, and that he is a rewarder of those who diligently seek him. Kwa hivyo ukiwa na imani, ukiwa na that faith, utaamini ya kwamba Mungu ndiye ambaye atakupatia. Yani he is a rewarder kwa wale ambao wanamwamini na wanaomtafuta. Praise God. Wakati tunamtafuta Mungu, tunamtafuta kwa imani. Hallelujah. We seek God with faith ya kwamba tutampata. Hallelujah. So without faith it's impossible to please God. Believing in a God we cannot see and believing that he is who he says he is, take faith and it pleases God. So ni wakati wako ukaweze kulishikilia imani. Hold on faith. When walking, ukiwa katika mambo yako, katika kazi zako, kuwa na faith. In every situation, kuwa na faith. Jesus notices our level of faith. Yesu anatujua kila mmoja imani yako kama inatoshana na ya mwingine. Hatutoshani imani. So my faith si kama yako. Mimi ninaweza kuwa kiwango changu cha imani kiko juu kuliko cha mwingine. Praise God. Yesu anasema ya kwamba anaelewa levels za faith. In the book of Matthew we see two different people with two different levels of faith. Matthew 15:28. Inasema, then Jesus answered and said to her, O woman, great is your faith. Let it be to you as you desire. Praise God. And her daughter was healed from that very hour. Huyu binti ya huyu mama aliponywa kwa sababu ya imani ya huyo mama. Praise God. Mtoto aliponywa kwa imani ya mama. Hallelujah. So your faith itaponya. Hallelujah. Your faith itabadilisha hali katika maisha yako, katika boma yako. Your faith, it will change things. Praise God. The woman was a Gentile who had faith that Jesus was the only hope for her. Imagine huyo mwanamke, huyo mama alijua ya kwamba, ama alikuwa na imani ya kwamba Yesu tu ndio tumaini lake. Praise God. Na alikuwa anajua na akona that faith ya kwamba Yesu tu ndiye ataponya msichana wake ambaye alikuwa mgonjwa. Ni mara ngapi tunakuanga hatuna faith? Ni mara ngapi tunagojekanga, tunakosa kugojea Mungu ama tunakosa kuamini Mungu anaweza ponya? Si ni mara mingi? So ni vizuri kushika imani. Ni vizuri kuwa na imani. Praise God.
kwa sababu tumesikia ya kwamba bila faith hatutamfurahisha Mungu. Kwa hivyo Mungu huwa hafurahii na sisi wakati hatuna imani. Praise God. So faith is important. Faith is important. That lady, she wouldn't take no for an answer from this Jewish rabbi ambaye alikuwa ni Yesu. So Jesus was moved by her faith. Kwa hivyo imani yetu itafanya ya Yesu hata kukaribia katika mambo yetu. Katika zile kazi tunazofanya, maybe ni katika, for example, hiyo tumefundishwa tu saa hizi. Wakati tutakapotoka kwenda kulihubiri neno tukiwa na faith. So Yesu wakati atakapoona imani iliyo ndani yetu, atakuwa pamoja nasi. Atakaa karibu na sisi. Atatembea pamoja na sisi. Praise God. So faith inakaribisha Mungu karibu na sisi. Praise God. The man with little faith was Peter, Jesus' own disciple. Peter hakuwa na imani na alikuwa disciple wa nani? Wa Yesu. So mara mingi na sisi pia tunakaa kama Peter. Jesus was walking in the water and invited Peter to come. Peter had the faith to walk to Jesus on the water. Peter alikuwa na imani ya kutembea juu ya maji wakati alipoitwa na Yesu. Si ni kweli? Lakini wakati aliona dhoruba na upepo, imani ikafanya nini? Ikashuka. Naye Bwana akamuuliza, ewe mwenye imani haba. Praise God. Kwa hivyo ni mara nyingi tunaonanga mambo imekuja, imani inapunguka. Tunakosa kumshikilia Mungu. Tunakosa kuwa na imani katika Kristo. So tusikue kama Peter, tuwe na imani. Hata kama dhoruba katika maisha zitakuja ama zitafuma, tuwe na faith that God is with us. Mungu ako na wewe katika hiyo hali ambayo unapitia. Praise God. Hold on your faith. Hold on faith. Shikilia imani. Praise Jesus. Ingine nasema faith moves God to act. Kwa hivyo wakati uko na that faith, kwa hivyo naye Mungu anakuwa na haraka ya kutenda. Si ni kweli? Faith moves God to act. Katika ile hali yako ambayo umemuomba katika faith, hiyo faith yako inamfanya na kujibu kwa haraka. Praise God. Faith without doubt or fear moves God. So naye Mungu wakati utakapoweka faith yako doubt, uwe na hiyo imani alafu uko na doubt, kuna mambo utakosa. Praise Jesus. Mark 2 verse 5 says, when Jesus saw his friends faith, he said to the paralytic son, your sins are forgiven. The lame man got up, grabbed his mat and went home. Huyu mtu ambaye alikuwa ameparalyze, wakati Yesu alipoona imani ya rafiki yake, ilimponya. Ile imani ya yule rafiki ilimponya. Praise Jesus. So imani yangu inaweza ikaponya mwenzangu. Praise God. So that your faith, it can heal your friend, or your faith can heal your child, somebody who is closer to you. Unaweza kuwa ni uko na mgonjwa kwa nyumba, imani yako inaweza fanya akapona. Praise Jesus. Ni vizuri kujifunza kuwa na imani na tushike imani. Praise God. As Christians, we often petition God, asking him to meet our needs, to heal our bodies or our relationships, or to give us wisdom. But as James 1 verse 5-7 says, unless we ask in faith without doubting, we won't receive what we ask for. Kwa hivyo tusipokuwa na imani,
ni vigumu sana kupokea. Tukipata kuwa na doubt, ni vigumu sana kupokea chochote tunapoomba. Praise Jesus. So faith is important. Kuwa na imani ni muhimu sana, na kushikilia imani katika maisha. Hallelujah. Faith strengthens us during trials. Wakati wa majaribu, imani inatutia nguvu. At faith strengthens us during trials. Because we live in a sinful, fallen world, we will face difficulties, but our faith is what helps us remain strong during hard times. Praise Jesus. Tumesikia ya kwamba wakati tunapitia shida, wakati tunapitia kwa majaribu, wakati tunapita katika mambo magumu, tukiwa na imani, tutakuwa na nguvu. Praise God. Praise God. Tutakuwa na nguvu hata kama tunapitia majaribu, hata kama tunapitia mambo magumu aje, hata kama tuko katika magonjwa. Faith will make us strong. Praise God. We have an enemy, and it's our faith that acts as a shield to protect us from his schemes and plots. Above all, taking the shield of faith, with which you will be able to quench all the fiery darts of the wicked one. Ephesians 6, verse 16. We should not be surprised when our faith is tested. Tusiogope wakati tunapitishiwa majaribu. Imani yako, shikilia hiyo imani. Wakati unapitia majaribu, usishtuke. Ni imani yako sometimes iwe inakuwa inajaribiwa. So our faith sometimes is tested. Kwa hivyo wakati unapitia mambo magumu, maisha magumu, mateso, uko katika kujaribiwa imani yako. Praise Jesus. Faith is important. The testing of your faith produces patience. As we stand firm in faith through trials, and God gets glory. Wakati unajaribiwa, unastahili ukakae, ukatulie. Be patient, ukimgojea Mungu katika imani. Praise God. Naye Mungu anapata nini? Utukufu. Mungu anapata utukufu wakati unastahimili mateso katika imani. Praise Jesus. Tujifunze kushikilia imani. Tunapojaribiwa, tushikilie imani. Praise Jesus. That is James 2. James 2, verse 3 says, the testing of your faith produces patience. As we stand firm in faith through trials, God gets glory. Mungu anapokea utukufu. Tunapojaribiwa, tukiwa kwa imani na tukiwa tumetulia, tukiwa patient waiting upon the Lord. Praise God. Ni vizuri tukaweze kushikilia imani. Faith fuels what we do. Praise God. We demonstrate our faith in God by what we do and how we live. Vile tunapofanya ama katika ile maisha tunayoishi huwa inaonyesha imani yetu. That is James 2, verse 26. James 2, verse 26. For the body without the spirit is dead. So faith without works is also dead. Kwa hivyo imani isiyo na matendo imekufa. Kama vile mwili ambao hauna roho umekufa. Hivyo ndivyo wewe ambao hauna imani bila matendo imekufa. Praise Jesus. Faith and works go together to move you forward. Kwa hivyo hakuna imani bila matendo. Ni uamini ukifanya. Praise God.
nayo hiyo matendo ambayo utakuwa ukitenda katika imani inakupeleka mbele. Praise God. It moves you forward. Faith and works go together to move you forward. We must always act in faith. Yote tunayoyatenda tukayatende kwa imani. Yote tunayoyatenda tukayatende kwa imani. Praise God. James 2:17-18. Thus also faith by itself, if it does not have works, is dead. But someone will say, you have faith and I have works. Show me your faith without your works, and I will show you my faith by my works. Praise God. So hakuna vile nitakuwa mimi ni matendo tu. Matendo bila imani. Na mimi mwingine hata sema mimi ni imani tu, na ni imani naye bila matendo. So ni lazima imani na matendo siandamane. Praise God. Faith and works go together. Praise Jesus. Faith and works go together. Dimasikia kwa James 2:17-18. That's also faith by itself. If it does not have works, it is dead. But someone will say, you have faith and I have works. So hakuna vile tutasema mimi ni kwa matendo tu na imani sina. Mwingine naye asema yeye ni kwa imani tu na matendo hana. Lazima zote siandamane pamoja. Praise Jesus. Our faith can encourage others. Our faith can encourage others. Kwa hivyo imani yangu inaweza ikatia wengine moyo. Inaweza ikakutia moyo ukiona ile imani ambayo niko nayo. Praise God. Wakati nitakwambia Yesu anakupenda na atakuja kukupitishia hii hali unayopitia, si ninakupatia moyo katika ile imani niko nayo? Praise God. I encourage you. So faith can encourage others. Unshakable faith is noticeable, and it can encourage others to be firm in their faith too. Kwa hivyo wakati nitakapokutia moyo na ile imani niko nayo, itakutia nguvu, itakutia moyo, naye utapata hiyo imani. Colossians 1:3-4. Praise Jesus. Colossians 1:3-4 says, we give thanks to God and Father of our Lord Jesus Christ, praying always for you, since we heard of your faith in Christ Jesus and of your love for all the saints. It is easier to stay committed to faith in God when you see others doing the same. Choose to stand strong in your faith and inspire others to do the same. You inspire others to have that faith. Fundisha wengine kuwa na hiyo imani. Washa watu waone imani yako, watamani kuwa na that imani. Praise God. Inspire others with your faith. Hallelujah. It is good to hold on faith. And faith is important. Praise Jesus. Our faith can encourage others. Timothy was a young pastor who was being mentored by the Apostle Paul. Timothy alikuwa mshugaji mdogo. And Paul states in 2 Timothy 1:5, when I call to remembrance the genuine faith that is in you, which dwelt first in your grandmother Lois and your mother Eunice, and I am persuaded is in you also. Unasikia anaongelea kuhusu nini? Faith. Praise Jesus. Faith. When our faith is strong and true, it can be passed on the others, including our family and friends
making a difference in their lives as well. Praise God. So faith itakuwa katika maisha ya watu wetu, mafamilia zetu, wakati tutakapoonyesha hiyo faith in us. Praise God. Faith, tuwe na imani, tushikirie imani. As Christians, kama sisi watoto wa Mungu, tuwe na imani na huyu Mungu wetu. Tuwe na imani na mambo yote ambayo Mungu ametuahidi. Praise Jesus. Another one, faith is the foundation of salvation. Wakati kila mtu hapa si tumeokoka, wakati ulihubiriwa mara ya kwanza, ukaambiwa Yesu anakupenda, kuna wokovu, ndio uingie kwa wokovu. Ni nini ulipata ndani yako? Ni nini ilikuwa ndani yako ndio ukubaliane na neno la kuambiwa Yesu anakupenda, unaweza ukaokoka? Kitu cha kwanza kilikuwa ni nini? Ulipata that faith, ndio ukaweze kukubali maneno yale ulikuwa unahubiriwa. Ulipata that faith, ukakubaliana na maneno ya wokovu. So faith is the foundation of salvation. Tuliokoka kwa imani. Praise God. So salvation yetu is based on faith. Msingi wa wokovu wetu ni imani. Hallelujah. We are made right with God through faith in Jesus, God's Son. We are not made right before God by what we do or don't do. It is faith. Ephesians 2, verse 8 to 9 declares, for by grace you have been saved through faith. Kwa neema tuliokolewa kwa imani. And that not of yourselves, it is the gift of God. Kwa hivyo nikipewa, tulipewa na Mungu cha wokovu. Kwa hivyo wokovu is a gift that were given by God. Praise Jesus. Not of works, lest anyone should boast. Hatuwezi tukaringia huu wokovu. Praise Jesus. Ni zawadi tu Mungu aliyotupatia. Tuliokolewa kwa neema tu, katika imani. Praise Jesus. Tushikirie imani katika safari hii. Sio rahisi, ni imani itakayotufanya tukaweze kufika mahali tunapo ende ama